Tumetengeneza application ambayo itaweza kukuruhusu kurekodi mapato yako na matumizi yako ya kila siku, ambayo hii application inaitwa Akiba Plus. Akiba Plus, ili kuipata kwa watu wa Android, kwa sababu sasa hivi bado iko kwenye Android pekee, utaingia katika website yetu akibaplus.habaritechnology.com. Hiyo hapo. Ukishaingia kwenye hiyo website, utakutana na page kama hii. Baada ya hiyo page, kuna maelekezo hapo, itakwambia kwamba pakua kwa Android. Utagusa hiyo button, itakupeleka moja kwa moja katika sehemu ambayo utaweza kudownload hiyo APK. Kuna versions tofauti. Utagusa tu hii button kubwa ya kijani iliyoandikwa pakua APK moja kwa moja. Hii itakupa latest app ambayo inatumika. Kwa hiyo utaweza kutumia hiyo application. Baada ya kuwa download application yako, utaifungua, utakutana na screen kama hii, ambayo option ya kwanza itakwambia kwamba uchague lugha utakayotumia, kama utatumia lugha ya Kiingereza au lugha ya Kiswahili. Utaenda kama hapa utachagua English. Itakupa maelezo hapo yaliyopo, unaweza kuskip and then uta get started. Kwenye get started itakuletea hapa kwenye screen ya kwanza ambayo itakuwa ni login screen. Katika login screen, kama tayari una account, utaweza kulogin kwa kutumia namba ya simu na password yako. Ila kama hauna account, utaenda hapa chini sehemu ya create account. Create account mpya. Kwa hiyo utajaza details zako, kisha uta create account. Itakuomba hapo ufanye consent ya hizo terms and conditions, utakuja I agree, kisha itakuonyesha hatua ya application ambayo itakwambia kwamba kuna cash wallet, itakwambia hizo ni wallets za namna gani. Itakuletea hapa sehemu ya kuset up accounts, ambako account ya kwanza ni lazima u set up. Account ni nini? Account ni kama hela yako ambayo iko mfukoni, hiyo ni account namba moja. M-Pesa yako ni account inaweza kuwa namba 2, Airtel Money ni account namba 3. Account zako za benki pia unaweza ukazi add kulingana na wewe uhitaji wako, au unaweza ka savings account vyovyote vile. Kwa mfano naweza nikaweka hapo kwamba kwenye cash account yangu jina nimeipa Charles Veni cash account, au unaweza kaibadilisha kwamba my pocket. Ukaweka starting balance kama kuna hela ambayo tayari upo nayo mfukoni au hauna, wewe tu utaangalia kwamba, mfano naweza nikaweka kwamba okay, mfukoni nina 100,000. Nikachagua M-Pesa nitaipa jina, nitaiambia account M-Pesa, au naweza nikaipa namba ya simu 0753 let's say 7400. Nitaiwekea kwamba huku kuna 50,000. Nikaja nikachagua bank account, nitajaza hapo details, alafu tuseme nenda na hizi ngapi, nitasema continue with selected. Hapo itaniomba kwamba ku enable notification, au nitaenda na hii tour open settings, skip tour, open settings, ili niweze enable notifications kwa ajili ya hii application, ndio naweza kupokea notifications. Hiyo nikirudi hapa, naona pale nilijaza 100,000 kwenye cash account, 50,000 kwenye ile nyingine. Itanionyesha hapo kwamba okay, kwenye cash account na 50,000 nina, huku kwenye M-Pesa na 50,000, huku kwingine na 100,000. Kuanzia hapa sasa naweza nikawa na weka records za matumizi yangu au income yangu nyingine nilionayo. Ile ilikuwa ni starting balance niliyokuwa nayo. Lakini let's say leo nimefanya matumizi, let's say nimepanda bodaboda au vipi. Kuna namna mbili, naweza nikagusa hapa kwenye hii button ya hapa juu, au nikagusa kwenye hii jumlisha hapa, kisha nikachagua expense. Itategemea na mwenye rais. Nikasema nimelipia 3,000 kwenye bodaboda. Nikachagua kwamba okay, huyu bodaboda nimelipaje? Na nimelipa kwa M-Pesa au nimelipa kutoka kwenye hela ile mfukoni? Hela ile mfukoni, my pocket. Nitachagua account yangu. Nitagusa hapa kwenye hii category ya bodaboda. Alafu nitaminya save expense. Sasa hivi tayari itakuwa imepungua kwenye amount niliyokuwa nayo, inaonyesha 147. Na nikija huko chini itaonyesha transactions kwamba nimefanya muamala huu hapo. Nimefanya kazi na mtu, nikapata hela, nitaingia kwenye income, nitagusa, nita add income. Tuseme mtu amenilipa 500,000. Nitaandika hapa 500,000 amenilipa kupita wapi, imekuja hela M-Pesa. Hiyo hapo na add M-Pesa. Kama hii ni biashara kulingana na kilimo, freelancing, zawadi au vyovyote vile. Let's say ni investment returns. No, sorry.
ni business, nitachagua hapo business, nita save income, itakuja hapo, itanionyesha hapo. Kwa hiyo naweza nikaziona hizo transactions zote kupitia hapa transactions, au kama ni mtu wa vikoba utakuja hapa sehemu ya wealth, ambayo kule kwenye Kiswahili ndani itakuwa imeandikwa mali. Utakuja kwenye wealth, kuna option 3, kuna investments, kuna loans, kuna insurance. Investments ni uwekezaji wako, loans ni mikopo, insurance ni bima. Nikija kwenye investments, nitachagua add investment. Tuseme nina investment kama nina hisa za kampuni fulani, nitachagua hapo stock, nitachagua stock ambayo niko nayo, tuseme DSE nina hisa ngapi, tuseme 100. Nimezinunua sasa hivi hisa 100. Okay, kwa haiwezi kubali, hizo ni hisa nyingi, sina hela hiyo. Tutasema hisa 20, 139. Nalipa kutoka account gani? Nalipa kutoka M-Pesa. Hiyo hapo itaniambia hapo, okay, kulingana na hivyo kutoka M-Pesa itaniambia hapo kwamba total possible cost nitalipia 140. Nita save investment. Nikisave investment sasa hivi itakanionyesha kwamba okay, nina hisa za DSE, hisa hizo hapo hisa 20 ambazo thamani yake ni 135. Nikija kwenye transactions zangu nitaiona ile transaction hii hapa imekuwa recorded bila shida yoyote. Nikitaka kuweka za vikoba nitagusa hapa, nitakuja vikoba, nitachagua kuipa jina kikoba, tuseme kikoba kikuu. Nitasema okay, leo nimenunua hisa ngapi? Nimenunua hisa 30 za vikoba hivi, ambao kila hisa moja shilingi ngapi? Kila hisa moja 2000 tuseme. Jamii nimeweka shilingi ngapi? Jamii nikaweka 5000. Okay, bima kama ipo nitaweka buku tuseme. Itaniambia jumla hapa hisa 30 kwa kila moja 2000, nitakuwa nimetumia 60,000. 5000 jumlisha 1000 6000, itajumlisha hapa kwamba jumla nitatumia 66,000. Nitakuja nitaruhusu okay, nalipa kutoka wapi? Kutoka hela iliyopo mfukoni, save investment. Kwa hiyo itakuwa inanionyesha. Nikitaka kuongeza hisa zangu kwenye kile kikoba nitagusa buy more, nitachagua kwamba naongeza hisa ngapi, tuseme 10, jamii 5000, insurance 1000. Hivyo nitachagua tena account, nitairuhusu, itakuwa inaendelea kuongeza pale. Vivyo hivyo kwenye hizi nyingine pia utakuwa unaweza kufanya hivyo. Nikitaka kuuza baadaye kwamba tumerudishiwa hela, tumefanya nini, unakuja una sell, unachagua una sell hisa ngapi, jamii ngapi, kila kitu, hela yako itaingia. Kwenye mikopo kuna namna mbili. Kuna mikopo ambayo wewe unakopa, kuna mikopo ambayo wewe umekopeshwa. Nikiwa mimi nakopa nitachagua hii sehemu ya borrowed. Nikiwa mimi nimekopesha nitachagua lent out. Kwenye Kiswahili itakuwa inakwambia kabisa hapa nimekopa, hapa nimekopesha. Kwa hiyo tuseme mtu amekuja amekopa, mimi nimekopa kwa mtu. Nitaandika jina lake kwamba tuseme Juma amenikopesha kiasi gani, 1,000,000. Ina riba? Hapana, haina riba. Inakuja kwenye account gani? Kwenye cash wallet, kanipa hela cash. Nitachagua add loan. Tayari itaonyesha kwamba mimi nimekopa 1,000,000 kwa nani? Kwa Juma. Lini nitakia nirudishe? Tarehe hiyo hapo. Nikija huku utaona hela zangu zimeongezeka kwenye cash sasa hivi na 1,000,000 na 5,000. 1,000,000 na 5,000, ambao ni kwamba imeongeza ile hela kutoka ile ndio kwa imebaki mpaka hiyo, kwa sababu nimekopa, imeongeza ile ambayo nilikuwa nayo. Nikija siku nikitaka kulipa nitachagua okay, nalipa hii, tuseme huyu jamaa anamlipa 99. Nikaja nikaweka nikachagua okay, nalipa kutoka wapi? Kwenye cash wallet. Hiyo hapo tale ni confirm payment, utaona inapunguza, inaniambia kwamba okay, deni limebaki 900 na 1000. Akaja mtu nikamkopesha mimi. Akaja mtu tuseme anaitwa Hamisi, nikamkopesha. Huyu namkopesha 400,000. Ila huyu nampa kwa riba, tuseme 20%. Nitakiwa arudishe tuseme 31 mwezi wa 7. Nitachagua na kumkopesha kutoka wapi? Kutoka cash wallet. Nita add loan. Naona nimemkopesha 400,000, riba 20%, na niambia kwamba itabidi anirudishie 480,000. Tarehe ya kurudisha hiyo hapo. Atakuwa analipa, akilipa tuseme amelipa 100,000. Imekuja huku nikiconfirm, inapunguza deni lake. Itakuwa inaenda kama hivyo. Insurance pia ina namna yake. Uta add insurance yako, kwamba tuseme una insurance ya NHIF, unalipa kila mwaka au kila mwezi, utachagua mwenyewe. Hii ni health insurance.
bei unayolipia tuseme 1,500,000. Utachagua umelipia lini, utachagua inatoka kwenye account gani, uta add policy. Itakuwa inakwambia hapo kwamba una bima ya NHIF ambayo gharama yake ni 1,500,000. Tarehe ambayo utakuja kuirenew tena ni tarehe 1 Julai 2027. Bima zote utaweza kufanya hivyo. Kuna hii sehemu nyingine ukija hapa inaitwa community. Community ni sehemu ambayo unaweza ukapost maandishi yoyote, yani ukawa unaweza kuzungumza na watumiaji wengine kama hivi ambavyo sasa hivi unaona kwamba watumiaji wengine wanaweza kupost vitu vyao na wewe unaweza ukashare, unaweza ukasoma post zao na ukacomment kwenye post zao hivyo. Ukija sehemu ya more itakuonyesha kwamba unaweza ukaweka budgets kama hivi. Ukiingia sehemu ya budget unaweza kuweka budget yako kwamba okay, katika kitu fulani sitaki nitumie hela zaidi ya hivi. Tuseme usafiri sitaki nitumie zaidi ya 120,000 kwa mwezi. Category transport. Okay. Kwa nitakuwa nasema okay, kila mwezi sitaki kutumia zaidi ya 120,000. Nikisave budget kadiri ninavyotumia. Mfano nikija hapa expense tuseme 5,000. Nikachagua kutoka hapo, nikachagua transport. Katika transport haitakiwi kuzidi kile. Nikisave, nikija kwenye budget itakuja kuniambia kwamba okay, katika transport umetumia kiasi fulani, budget yako iko kiasi fulani. Nikija kwenye planned payments itakuwa inaniambia kwamba okay, una planned payment fulani ambayo tutakiwa ulipie, yani ni zile malipo ambayo tutakiwa uyafanye kila baada ya muda fulani. Tuseme malipo kama ya kodi nini ambayo tutakiwa ulipe kila baada ya muda fulani kila mwezi. Tuseme okay, hii niite kodi ya nyumba, itakuwa inaniambia kwamba inatakiwa nilipe kiasi hicho, tuseme 50,000 kila tarehe 2 ya mwezi. Kwa hiyo kama hivyo tuseme kila tarehe 2 inajirudia, ndio kila mwezi nita save payment. Itakuwa inaniambia kwamba kila tarehe 2 ya kila mwezi nitakiwa niwe nalipa kodi kiasi hicho. Itakuwa inanipa hesabu hapa. Nikitaka kuona report yangu yote nitakuja hapa kwenye analytics, itakuwa inaonyesha kwamba okay, jumla ya hela niliyoingiza mimi mwezi huu ni 1,750,000. Jumla ya matumizi yangu ni 884,800. Jumla ya makato kulingana na miamala niliyoifanya kwa zile account ambazo zinakatwa kama zile M-Pesa ni 4,228. Jumla ya hela ambayo nimebaki nayo ambayo kwenye savings ni 860,972. Jumla ya asilimia ninayo save mimi ni 49%, kwa nimetumia zaidi ya 50% kulingana na hela ninayoingiza. Na hapa chini itakuwa inaonyesha kwamba okay, matumizi yako yako namna hii, income iko hivi, matumizi yako namna hii. Hiyo ni financial insights. Ukija kwenye forecast itakuwa inakupa ile graph yako ya matumizi na income. Hapa ndo zile financial products, ndo zile mikopo, insurance na investments ambazo ziko pale. Unaweza kuingia kwenye profile yako ukawa unaweza kubadilisha details za profile yako, mfano jina, email na namba ya simu. Unaweza kubadilisha lugha, mfano sasa hivi nimeweka Kiingereza, naweza nikaenda kwenye Kiswahili. Nikienda kwenye Kiswahili application yote itakuwa kwa Kiswahili, na prefer kutumia English. Naweza nikaona notifications mbalimbali ambazo zipo. Unaweza ukaweka settings za notifications kwamba niwe napokea daily reminders au community engagement, nitakuwa notified. Naweza nikabadilisha muonekano, kama nitoke kwenye light mode niende kwenye dark mode, au nikaweka system default, wewe tu utaona ipi inayokufaa. Unaweza kubadilisha password, unaweza kuset kwamba uweze kulogin kwa fingerprint. Okay. Unaweza kufanya backup and synchronization kila baada ya muda. Inafanya automatic, inafanya backup na synchronization moja kwa moja kile utakapokuwa connected na internet. Lakini ukiona kama una wasiwasi data zako au unataka kufuta application, kabla hujafuta application make sure unakuja unagusa hapa ili uthibitishe kwamba data zako kweli zimekuwa synchronized. Kama hapa data zote tayari zimeenda, hakuna data ambayo ilikuwa imebaki, kwa hiyo iko safi. Unaweza kuexport data zako zote ziende kwenye Excel. Okay, kuna help and support, FAQs zile ziko hapa. Kuna about the application, unaweza kusoma terms and conditions na privacy policies zetu ziko hapa, zote ni fupi tu, hazina mambo mengi. Unaweza trigger application tour
pia unaweza ukafuta account yako permanently. Mfano hii ilikuwa ni test account, kwa baada ya kumaliza tu hapa nitafuta data zangu zote na immediately hizi data zote zitafutwa. Kwa hiyo hiyo ndio Akiba Plus ilivyo, hivyo ndio namna inafanya kazi na kila kitu utakuwa unaweza kukiona hapa. Mfano kama unataka uongeze account nyingine unaweza ukaad kutokea hapa, kwamba ukaad account, let's say bank account nyingine nitaiada hapo, au unaweza ukagusa tu hapa ina namna nyingine nyingi za kuadd accounts. Kwa kama hapa itakuwa inaniambia kwamba upcoming payments ni hizo hapo.